Na umeweza kusema kwamba inaonekana bila wasiwasi kwamba ni ubabe ni nani ambaye atakuwa akinguruma watu wanamfuata katika eneo la magharibi. Wewe una mtazamo wako, yeye ana mtazamo wake, na kama unavyojua ni kwamba kuvutana kwenu hakutatoa suluhisho kwa eneo la magharibi. Je, mshawahi kuona kwamba mnaweza kaa katika meza mzunguko mkaona kwamba sitakuinamia, hautaniinamia, lakini kama ni masuala ya magharibi tujue kwa nini unasema tuje huko na mimi kwa nini nasema, ili tuhakikishe kwamba kesho tukienda mashinani hakutakuwa na hii tension ambayo imeanza kuonekana magharibi mwa Kenya. No, kwa sasa ile mgawanyiko ambao kwa sasa ni kiongozi moja pande mmoja na wale viongozi wachache pia ambao labda wanamunga mkono, alafu natembea na wananchi wa magharibi tu kwa pande ule mwingine. Maana ile lugha mimi naongea ni lugha ya mwananchi, yule mwananchi ambaye hana sauti. Sauti yake ilitakana kusemwa na viongozi. Kuna viongozi wawili ambao wako kule juu, hiyo sauti hawajaitoa. Kwa hivyo hakuna tunafurutana ama tukae chini. Na yeye hakuwa mtu kutaka tufanye mambo ya mjadala. Wakati mimi nilitoka kwa serikali nikienda kwa siasa, aliniita na akaniambia kwamba unajua wewe RC umefika pale juu, kile kiti ambacho kimebaki wewe kupata ni kiti ya cabinet secretary. Wewe usiingie kwa siasa, tutakusaidia kuwa cabinet secretary. Na hii kiti ingine hii alafu nimwachie yule jamaa alikuwa amesema kwa Ford Kenya. Assumption yake ya kwanza ni kwamba wakati mimi nimetoka kwa RC naenda kusema kiti ya governor kwa tiketi ya Ford Kenya. Hiyo idea sio alitoa wapi? Ni kuassume tu. Sasa mimi nikashangaa, kwani mimi nikitaka kuwa gavana lazima niende kwa tiketi ya Ford Kenya. Kwa hivyo si ati mtu ambaye ako tayari kwa majadiliano, ni mtu ambaye atakuja na opinion yake, either uifuate, usipoifuata unaletewa vijana kupiga na mipini na kukusukuma. Maana kazi yake kienda kwa mikutano ni kusema nilimaliza Kitui, nilimaliza Kombo, nilimaliza Saulo Pusolo, nilimaliza Omunyinyi, nilimaliza Eseli. Hakuna mahali atasema alijenga mtu, wao wanasiasa wote. Sasa ukisha kuwa pale peke yako na ukitoka alafu nitakuwa nini? Ndio mimi sitaki kuingia kwa hiyo line, hiyo foleni hiyo, maana ile foleni yote ni foleni people. Mimi sitaki kwenda barabara hiyo. I'm chatting my own cause, ambayo naamini kwamba hii jamii namba 2 Kenya ambayo imedharauliwa, ambayo haijapata nafasi yake. Rashid, ukienda hata kwa civil service, let me just explain this. Ndio uelewe mimi natoka wapi. Ukienda hata kwa civil service, utapata jamii ya Waluhya jamaa wanafanya kazi vizuri kabisa. Very professional, very qualified, very hardworking. Anafanya kazi, anafika upeo. Kama vile nilikuwa nimefika pale RC. Ukifika RC hakuna mahali pengine kwa kwenda. Either rudi kwa ofisi kwa deputy SPS ama uende kuwa PS. Kuwa PS kuna kitu ambacho unahitaji. Some little political push. Hiyo political push kule Western haiko. Ukienda kwa university kwa jamaa umefika pale juu, anakuwa dean but hawezi kuwa hata vice chancellor. Nani atakana kumpush? Ukienda kwa police the same, ukienda kwa jeshi the same, mainstream civil service the same. So ile kitu ambayo ni political power ambayo jamii zingine pia zinatumia ku uplift their people, hiyo political power iko wapi? Ile yetu ambayo jamaa wako pale kazi yao ni kwamba ukinua kidogo wanakugonga. Mimi wakati nilitangaza kama nataka kuwa governor, wajamaa walinipiga vita kweli kweli. Hata mimi nilitoka mapema kuliko another civil servant. Maana jamaa alikuwa amekamba Harambee House kuambia PS, CS Matiang'i, futa huyu anatembea, mtoe. So wakati walinitoa mimi nikatoka. Nikasema ya nitoke mapema, mambo ya siasa, mambo ya kuleta jamaa kwenda kukambu kule Harambee kusumbua waziri kule itoke. Wakati walinitoa waliweka nani pale Rift Valley. Hawajali. Maana kama ilikuwa ni jamii zingine wangesema anatembea ametoka, waje tuweke Mluhya hapo. We are talking about regional balance, sio mambo ya ukabila. Na regional balance iko kwa katiba. Kila jamii Kenya, hata jamii ndogo, iko na haki ya kupewa nafasi yake katika serikali. Lakini jamii namba 2 Kenya kwanza tu hata ina nafasi yake. Sasa kama Waluhya wana nafasi yao kweli, Ilichamu atapata nafasi ngapi? Mundoropa atapata nafasi ngapi? Hiyo ndio mambo tunaongea sasa hivi.